Katika tamthilia ya Dunia sehemu ya 141 kuna kazi kubwa kweli kweli, kwa sababu Vi anaishi hapo, Matilda anaishi hapo. Hapo inamaanisha kwamba kazi ni kubwa sana kutokana na hali iliyopo na inayoendelea. Hivyo maana lake ipo siku zitakuja kuchapwa ngumi kubwa sana ambazo zitakuwa ni hatari zaidi. Na imani kubwa huenda ukawa ni miongoni mwa watu ambao bado hujaelewa au bado unashangaa au hujui ni kipi ambacho kinachokwenda kutokea. Hasa maisha ya sasa ambapo kwanza Vi yuko hapo, Matilda yuko hapo, lakini pia Manyanya yuko hapo. Lakini kumbuka, hapo ni ukweni, lakini pia kwa dalili zote ambazo zilizoonekana inamaanisha kwamba wazazi wake hawakutia neno katika yale ambayo Manyanya aliwaambia. Maana yake ni kwamba wameanza kukubaliana na yote. Hivyo basi Matilda hapo ana pointi 3 za kutosha, huku Vi akiwa na pointi 0. Hapo inamaanisha kwamba kazi ni kubwa sana. Sasa je, ni kipi ambacho kinachokwenda kutokea hapo? Na imani kubwa huenda ukawa ni miongoni mwa watu ambao wanafurahia sana. Basi ni kualike pamoja Filamu Tanzania, sehemu pekee ambayo tunazungumza uchambuzi kwa kina, hasa tukiona ile sehemu nzuri ambayo siku zote huwa tunawafahamisha kitu gani ambacho kinachokwenda kutokea katika hatua inayofuata. Lakini kabla ya yote, ni kuambie tu kwamba hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifuatilia tamthilia hii, kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukiipenda kabisa tamthilia hii, basi hakikisha hauondoki hapa bila kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi bonyeza neno subscribe, alafu hakikisha tuweze kutazama uchambuzi kwa kina. Tumewaza kuona namna gani ambavyo matukio yaliyotokea, hasa ukijaribu kutazama mwanzo hadi hapa ilipofika. Kama nilivyokujuza hapo awali, nitakufahamisha ni kipi kinachokwenda kutokea hasa, lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao unatamani tamthilia hii kwa sasa, kwa sababu ni takriban siku chache zimepita ambapo movie hili kwa kidogo kuna maandalizi kadhaa, lakini pia mambo ya tuzo na nini yamesababisha kidogo tamthilia hii iweze kuchelewa. Lakini kabla ya yote pia unaweza kudondosha maoni yako hapo chini ukimpa pongezi Violet kwa kuweza kupata tuzo muhimu kabisa ambayo ameweza kupewa. Kama ni miongoni mwa watu ambao hawafahamu kabisa kinachoendelea na nini kuhusiana na hiyo tuzo, unaweza kupitia katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa wa Baba Asma, lakini pia wa Violet Frankie Instagram post, unaweza kupita huko. Kisha sasa hapa tuweze kutazama sasa. Tumeweza kuona scene nyingi sana, lakini sasa zipo 4. Zipo 4 ambapo scene ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya Manyanya pamoja na wazazi wake wale, lakini pia scene nyingine ambayo ilikuwa ni ya Mr. Mdeme, lakini pia nyingine ilikuwa ni ya Violet pamoja na Matilda. Lakini nyingine kabisa ambao pia tulikuwa tunaweza kuona ilikuwa ni ya Manyanya pamoja na huyu ambaye ni Matilda. Sasa tukianza mwanzoni kabisa katika ile muendelezo, hasa katika ile hatua iliyopita, kama nilivyokujuza, kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifuatilia Filamu Tanzania, nilikufahamisha kwamba katika hatua inayofuata wazazi watakubali. Ndio ilivyotokea, wazazi wamekubaliana na hilo swala. Kwa hivyo nitakwambia ni kipi pia ambacho kitakachokwenda kutokea mbeleni. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kama kawaida, wazazi wameonyesha wazi kwamba wamekubaliana na kile ambacho kimejiri. Hii inamaanisha wazi kwamba Vi hapo ana point zozote zile. Maswali ambayo unahitajika kuweza kujiuliza kwa upande wako ni kwamba, je, Vi alimuaga mama yake? Kwa sababu angemuaga mama yake asingekubaliwa. Sasa hii inakwenda kuleta shida. Labda nisiseme sana, tuweze kuangalia kwanza uchambuzi, alafu kisha mwishoni nitakufahamisha zaidi. Hasa kama nilivyokujuza, wazazi wamekubaliana na hilo, na ni muda mrefu sana Violet alikuwa hajapata ujauzito. Kwa hivyo imekuwa rahisi sana wao kuweza kubali kutokana na namna jinsi ilivyo. Hasa mama mkwe wake ambaye anaonekana kufurahi sana na kuweza kusema kwamba huyo mtoto anafanana vile vile na Manyanya. Hali ambayo imepelekea Violet aweze kuumia, mwenyewe aweze kuumia kabisa. Sasa ishu nyingine ambayo pia tunaweza kuiona ni ishu ya Mr. Mdeme, ambapo hapa inabidi tuweze kutake break, tuweze kuzungumzia mambo kwa upana sana. Kuna vitu vya kunoti ambavyo vilitokea pale. Hasa tunaweza kusema kwamba kuna miaka 3 ambayo hawakufanya mapenzi. Sasa hii miaka 3 ilikuwa na shida. Walikuwa wanaishi vipi? Unakumbuka kabisa maisha, kama ni miongoni mwa watu ambao wamefuatilia mwanzo hadi mwisho, bila shaka unajua namna gani ambavyo Mr. Mdeme alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akikopa pesa anaenda kulala na wasichana. Kwa kufanya hali ambayo imepelekea wasiweze kufanya hivyo. Wasiweze hali iliyopelekea waweze kuwa watu tofauti.
Lakini pia huyu mama ambaye ni mama Aileen ambaye pia aliingia, alikuwa ni mtu wa wanaume sana. Bila shaka utaona kuna mmoja kati ya mama ambao aliwaambia kwamba alikuwa anataka aweze kumshawishi na yeye aweze kubadilika, hali ambayo inaweza kupelekea waweze kukorofishana zaidi. Hasa anapokuja kwenye ishu nyingine ambao ni tofauti zaidi, na hasa pale ambapo Aileen alipoona kwamba hapana, hawezi akashiriki tendo la ndoa na mmoja wa watu wake wengi walipokuwa wake. Kathe kwa sasa kuisha habari yake. Kwa sasa kila kitu kimeweza kuwekwa wazi, yani kila kitu kinafahamika. Vyote vimewekwa wazi hapa, inamaanisha kwamba kwa ushauri wangu ni kwamba inabidi Kathe akajaribu walau hata jembela mkono akatafuta mashamba aweze kulima, kwa sababu kama ni uchawi tayari umedunda, yani mganga wake hajafua dafu kwa mganga wa Matilda. Hapo inabidi akajaribu kujiongeza, akaone ni kitu gani ambacho kingine ataweza kukifanya. Je, maoni yako ni hapo kuhusiana hili? Katika hatua iliyopita, kama ni mfuatiliaji wa tamthilia hii ambao unakuwa ukinifuatilia hapa Filamu Tanzania, nilikuwa nieleze kwamba msiwe na wasiwasi, mtoto huyu aliwekewa kinga. Bila shaka kila kitu kimefahamika. Sasa katika episodi hii pia nitaenda kufahamisha ni kipi ambacho kitakachojiri. Lakini kabla yote nikwambie kwamba tayari tumerejea. Tamthilia hii ilikuwa haijaruka muda mrefu sana, ilikuwa haijaruka. Kwa hivyo kama ni miongoni mwa watu ambao walikuwa labda wamekata tamaa kutokana na kurushwa tamthilia hii kwa takriban wiki nzima, sababu kubwa ilikuwa ni kwamba director ambaye ni Baba Asma alipata dharura kidogo ya kuelekea kijijini. Kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukimfuatilia kati ya mitandao ya kijamii, kati ya ukurasa wa Baba Asma, bila shaka wanafahamu, kwa sababu kuna clip ambazo aliziweka akimuonyesha bibi yake, lakini pia akionyesha baadhi ya vitu, mazingira, shule zao alizosoma kipindi hicho. Kwa hivyo alipata dharura kuweza kuelekea huko, ndio maana tamthilia hii ikawa haijarushwa kwa muda mrefu. Lakini sasa tumerejea. Hii ni bandika bandua baada ya siku chache tu, lakini pia kama unatamani kuweza kutuambia chochote kile kwamba tamthilia hii iweze kurushwa baada ya siku ngapi, kumbuka ndio kwanza imeanza kuwaka moto. Kipi ambacho unaweza ukamshauri Kathe afanyeje kwa sasa, au ni kipi ambacho atakifanya? Kwa sababu alimalizana, tunafahamu kabisa aliweza kuhakikisha alimalizana na alimwakata wa kina Kavumba, lakini pia sasa kaja ya Kathe kakuta kwa kaja ya kwa Matilda, kakuta kwamba Matilda naye ni hatari sana na vitu vyake ambavyo ni vya kitofauti kinoma noma. Sasa je, yule atageuka mshindi au kipi ambacho kilitoka jijini? Mambo ni mengi kiukweli. Tumeanza kuona mwanzoni kabisa, wakati unaanza tamthili hii, tuweze kuona Cindy akizikwa mzima, na sababu ya kumzika vile ilikuwa ni kuweza kumtishia kidogo asiweze kurudia makosa ya yale ambayo aliyoyafanya. Makosa yapi hayo? Makosa ya kuweza kuchelewa usiku. Kumbuka wakati alivyoingia ndani alipata malualua ya kitu ambacho kilimfanya aweze kuzimia. Baada ya kuzimia wakachimba shimo chini na kuweza kumfunika. Lengo zima alikuwa ni kwamba kwa sasa hivyo aweze kumshtua. Ilikuwa sio kwamba wanamzika kabisa. Lengo lilikuwa ni kwamba wanamshtua tu ili mradi asiweze kurudia makosa aliyofanya, lakini pia akiwa ni moja katika kumchukua attention ya kuwa makini sana juu ya kile kinachoendelea, lakini bado hawajamfahamisha ni kazi gani, lakini kazi hiyo inatakiwa aweze kufanya, au hawa watu huwa wanafanya kazi gani. Ni hatari sana, yani ni noma kinoma noma, lakini pia itaunganishwa, itakuelekeza au utafahamu zaidi pindi ambavyo tunavyozidi kuelekea na kusonga mbele katika hatua 139. Lakini pia moja katika kitu ambacho tumeanza kukiona na ni kitu kipya kabisa ambacho kimesikitisha sana watu wengi, lakini ndio hivyo katika maisha, kuna kupanda na kushuka. Katika huishu ya Mr. Mdeme bana, so yule wa zamani ambaye alikuwa ni mzee wa mipasi, sababu nje ya kitu ambacho kimemkasirisha sana huyu ambaye ni ishu ya kusema masuala ya pasi sisi midfielder. Ikumbuka ni msemo alikuwa anautumia kwa lengo la ukahaba. Kwa hivyo anapoitumia hapasi anakuwa anakosea sana, ni sawa na namrudisha kule ambapo walikuwa. Ilibidi sasa hivi aweze kuwa mwanaume. Sasa Mdeme aweze kubadilika, aweze kuwa miongoni mwa watu ambao kidogo watakuwa wako tofauti kabisa na jinsi ambavyo ilivyokuwa. Sasa hapa inabidi baadhi ya vitu ambavyo viweze kuwekwa sawa katika ishu nzima nyingi kiukweli na mengi kulikweli, ambayo inabidi aweze kuyafanyia kazi Mr. Mdeme, kuweza kuhakikisha basi jambo linakuwa sawa. Ili kusudi kuweza kuwa sawa, kuna vitu ambavyo unapoanza kubadilika basi badilika. Mdeme hapa ni kuwa serious na maisha. Achieni na yale mambo ya kumpa kama jambo la mapasi, kukaa na hali halisi ambayo huwa ili ni vita itaisha.
Issue ni kwamba Irene hijakosa kitu kule kwa dada yake, angeweza kuishi kule na kuacha kule na kuishi kwa nyumba nzuri na akaanza kuishi vizuri, kitu ambacho Arisi angewaambia kwamba we ishi humu, alafu baada ya kufanikiwa nitakuja. Lakini lengo ni kwamba na respect ambayo ameweza kumuonyesha na kuweza kuhakikisha kwamba Lisa watakakuja hapa, basi itakuwa ni kitu kizuri ambacho Aiza anaweza kutengeneza ile mobu fulani ambayo inaweza kuleta picha nzuri. Katika scene nyingine ambayo tumeweza kuona sasa karibuni, issue ya Mdemi ni kwamba hapo kitu kinatakachotegemea kutokea ni kwamba watakubali kuishi, lakini maisha yao watakuwa ni tofauti kabisa kabisa kama ilivyokuwa. Hii pia itakuwa ni moja kati ya fundisho kubwa sana ambalo litatufundisha vitu vingi kiukweli. Kuna scene ambayo tumeweza kuona jinsi gani ambavyo yule mama alikuwa akimshangaa. Kama ulikuwa hujanoti ni kwamba yule mama ndo Regira na Mr. Manyanya. Kuna kipindi kile wakati analeta zile kadi za mtoto wake, aliwakuta pale wakiwa kipindi hicho wamekorofeshana sana, lakini waka-act kama vile ni wapenzi na nini, show ambayo ilimfanya Vai aweze kujisahau, akajua labda Manyanya na hivyo na nini, lakini ukweli ni kwamba hii ndo sasa ilikuwa ndo hivi. Lakini kwa sasa mama anakuja kuwaona na anashangaa misi ya kwamba imekuwaje. Issue ni kwamba ni story ndefu ambayo inabidi iweze kuongea, si kwa hapo tu, ni kwamba inabidi iweze kuongea, lakini ukichana hapo inabidi pia aweze kumweleza Vai Matilda kwamba huyu ni nani na nani, lakini sisi watazamaji tunafahamu kabisa huyu ni jirani wao ambao kwa sasa anashangaa kwa sababu ya kile ambacho anachojua kutokana na jinsi ambavyo ilivyokuwa hapo awali. Huyu ni jirani yake. Lakini pia tumeweza kuona kwamba mama yake na Vai amekuja akiwa na flanki wa kweli, japo hii ilikuwa ni kwa lengo la Vai. Vai anaonekana ni mtu ambaye ana unyonge sana na nini, hajui maisha yake yataendaje au yatakuwa ni kuhusu kwenda. Ni hii alijisahau sana Aiza na nini, lakini huenda unaona kitu ambacho anaweza kumshauri Vai kwa sasa afanyaje. Lakini kwa kumalizia zaidi, tumeweza kuona jinsi gani ambavyo Kathy akaibika sana kutokana na ukweli wote kufahamika. Kaja lakini ndo hivyo, ameweza kuchanwa. Kikweli ni mkubali sana Matilda kwa sababu ameweza kumchana na kwenda kumwambia direct juu ya yote aliyowafanya. Ni kitu kizuri sana. Basi issue inayofuata hapo ni kwamba Kathy anakwenda kulia tu na kwenda kujifikiria sana na kulia. Lakini tunajua Kathy ataona namna gani ya kuweza kufanya. Kathy kwa sasa kuisha habari yake. Kwa sasa kila kitu kimeweza kuwekwa wazi, yani kila kitu kinafahamika. Vyote vimewekwa wazi. Hapo inamaanisha kwamba kwa ushauri wangu ni kwamba inabidi Kathy akajaribu walau hata jembeleo la mkono akatafute mashamba aweze kulima, kwa sababu kama ni uchawi tayari umedunda. Yani mganga wake hajafua dafu kwa mganga wa Matilda.